mama mtoto ni huyu kuja kwa bibi. Tangu nianze kuuza makaa hapa nilikuwa na watoto ambao wanataka karo ya shule. Tulikuwa napata kila siku naweza kurudi kwa nyumba na faida 2,000 ama 3,000. Lakini kutokea siku hii ambayo tulipata matatizo kidogo, hakuna biashara ambayo inaendelea mbele. Hata wanunuzi hakuji, hata uuzaji pia wamekimbia. Tunakaa tu hapo kwa soko peke yetu. Na shida ambayo iko zaidi hapa Nyatike. Wenye kukopesa wa mama pesa hayupo. Pesa yetu tuliwacha tukaibiwa kwa nyumba zingine zimebomolewa na mali zote zimeenda. Hakuna kitu, hata wenye kuuza makaa, unaweza kuuza makaa gunia moja siku 2. Hakuna chochote ambaye inaendelea mbele, pesa imepotea. Walikuwa wanapata pesa kidogo ya kulipia watoto. Sasa tumepata shida kubwa kabisa hapa ndani ya Nyatike. Sasa tunaomba wakuu wetu watusaidie, waone vile tumepata. Wabiashara wote wamekaa chini. Hata ukiangalia hivi hapa ilikuwa imejaa na watu, imejaa na kila kitu hapa. Sasa siku hizi hakuna chochote. Unafikiri wale wanataka kuja, anafikiri tu anaweza kuona vile tulikuwa tumeona. Sasa tanks nyingi zilivunjwa na maofisa na wakazi wengi. Ukipata wanawake wengi walivamiwa, wakapigwa, na hata vijana wengi walikimbia. Hata ukitazama business haijarudi kama kawaida. Tunaomba tu serikali, hata kama kuna shida kiasi gani, waje watulize kila kitu na si kwa kupiga binadamu. There are Kenyan people probably, but we also have people from the neighboring 2 countries who have also come there to do gold mining. But there must be somebody, a resident in that area, who has welcomed them. So that resident must be able to take full responsibility if that person happens to be a criminal person. So that is the reason why we're having a meeting today, so that we can start a Nyumba Kumi initiative, where we take care of ourselves. If there's an individual who has come to do business there, this is a free country, any tribe can come there.